Bwana mambo vipi? Poa. Kama kawa? Kama kawa. Naitwa Nyau kama Nyau. Naitwa Nyau. Jina la sanaa lakini. Jina lako kamili? Naitwa Derrick. Derrick. Yeah. Wewe ni Mluguru? Mpogoro. Mpogoro. Au Morogoro? Yeah. Sawa, nimefurahi kusikia hivyo. Wewe kwenye sanaa umeanza mwaka gani ndugu yangu? Sanaa nimeanza rasmi 2024. 24. Yeah. Geng lako ambalo lilo kutambulisha kwenye sanaa ni geng gani? Ambalo unajua kabisa hili kweli limenifanya mpaka mimi nikajulikana. Mpaka leo nimekuja kukutana na Panjwan. Chumvi Nyingi Gang. Kwa nini ukatoka kule au mligombana mpaka kama kuja huku kwa Panjwan? Hapana. Hatukugombana. Niliomba tu ruksa basi nikaruhusiwa kwenda kupambana mwenyewe. Kama nataka kujitegemea. Lakini ulikuwa na mkataba naye? Kipindi hicho hatukuwa na mkataba, unajua. Hatukuwa na mkataba ila tu tulikuwa tunafanya kazi kama familia. Kwa hiyo baada ya hapo nikamwambia basi kwa hapa nilipofikia basi mimi naona kama naweza kusimama kidogo. Unaweza kujiendeleza mwenyewe. Yeah. Sawa, sasa hivi upo kwenye Panjwan Gang, una mkataba? Kwa Panju pia nipo kama familia. Bado hujaona mkataba? Bado, lakini pia tupo kama familia, tupo tunasupportiana. Lakini mwisho wa siku kama atapenda basi tunaingia kwenye mkataba, tunafanya kazi kama kawaida. Kwa mfano ikatokea sasa hivi upo kwa Panjwan, ikatokea mtu anataka kukuhitaji labda kwenye kazi. Wewe kama wewe unaweza kutoka tu from nowhere au lazima ukutane na uongozi kwanza ndio uweze kutoka? Kiheshima lazima ukutane na Panju kwanza. Kiheshima. Lakini inawezekana kwa sababu si bado hatujaingia kwenye mkataba. Kwa hiyo inawezekana tu nikakurupuka nikatoka, lakini si vyema. Kwa sababu yeye sasa hivi ndio tupo pamoja tunafanya kazi, basi yeye anaweza akawa unaongea naye. Mwisho wa siku yeye ananitaarifu mimi tunafanya kazi. Sawa, ilikuwa ugumu wapi kukutana na Panjwan? Kwa sababu kuna watu wengine hawajapata fursa hiyo mpaka leo hii kuwepo hapa mpaka wewe upo na Panjwan, lakini kuna watu wengine walitafuta kwa muda mrefu hizo nafasi lakini mpaka leo hawajapata. Ugumu ulikuwa wapi? Ugumu wa kufanyaje? Yaani kufika mpaka leo kwa Panjwan. Ugumu haukuwepo. Ugumu haukuwepo kwa sababu pia Panjwan ni familia yangu ambaye ni muda mrefu kidogo tunafahamiana. Kwa hiyo hakukuwa na ugumu wala hakukuwa na, yani ni familia ndio tufanye kazi basi. Baada ya hapo tumeanza kufanya kazi, lakini hakukuwa na ugumu kusema kwamba tuanze kutafutana Panju unafanyaje. Sababu ni familia yangu muda mrefu sana. Bwana, kuna idea moja umeiweka TikTok ndugu yangu kwamba unanunua wanaume wa kimoja chali ambao hawahudumii wake zao. Hii idea imetoa wapi? Nanunua wanaume wabovu, nanunua wanaume wasiohudumia wake zao, nanunua wale wanaume kimoja chali, nanunua kwa bei nafuu tu. Halo. Nanunua wanaume wasiohudumia wake zao. Wewe leta hapa huyo. Unamwona shingapi huyu unamwona shingapi? Huyu akuhudumie? Ahudumie kwani chochote kwani kazi yoyote. Weka pale. Sogea huko wewe. Mkununua kwa bei hapa. Tukashindana bei shingapi huyu? Huyu hapa kachoka sana huyu jelo. Kwanza nicheke kwanza. Maana kuna wanaume wengine pale wanatoa comment wanaona la. Umewazalilisha. Ni kweli ni idea ambayo nimewagusa wanawake wengi na nimewagusa wanaume wengi. Yani kiuhalisia ni kwamba wanaume wa namna hii siwezi kusema wapo ila tupo. Tupo wa kutosha sana. Na wewe unajiweka kwenye kundi hilo? Mimi siwezi naweza kusema wapo. Wapo wengi sana. Kwa hiyo ndio maana hata hiyo clip imeenda sana kwa sababu wanawake wameona tumepata mtetezi afadhali. Kwa sababu hata ukiingia kwenye hizo comment usapita na huku umesikia njoo chukua kuna jamaa hapa alipo. Yaani anajua kweli. Wale kwamba kuna wanawake wengine wamefika mbali wamesema zima hilo dubu nalizima, tembea taratibu, njoo silence. Maana wanakimbia wakisikia tu hivyo wanaruka ukuta jamaa. Kwamba hawataki kutembea na kipaza sauti kile. Yani kwamba uje kimya kimya. Usiongee sana, yani nyao njoo lakini sasa usiongee, kuna jamaa liko ndani limelala. Alihudumia. Au ndo laki moja chali. Na safari nitapita na wenye vitambi
Nitapita na wenye vitambi na wengine wasiokuwa na ndevu na kitu kama hicho. Kwa hiyo ambao hawana ndevu wajiandae na wenye vitambi. Mizigo. Kwa hiyo mwenye kitambi sasa hivi unanunua. Yaani napita. Na sasa hivi na mchakato niongeze lile nani la kubebea kwa sababu ile imekuwa dogo. Nabeba 6 mpaka 7 kwa siku. Kwa hiyo baadaye utakuta umepata mtaji umenunua daladala unaanza kuabeba kwenye daladala. Naomba mnisamehe bwana. Sasa kwa sababu kuna watu wengine hapo naweza naona huyu jamaa anafanya kweli. Hamna bana. Ni content tu lakini pia zinafika, ujumbe unafika. Kwamba watu wajitahidi kuhudumia wake zao. Kwa sababu kama mtu unamtumia, kwa nini usimhudumia? Kwa hiyo watu wajitahidi kuhudumia wake zao. Na wanawake sasa hivi wanaiplay clip wanaongeza sauti kidogo. Ili watu waweze kusikia. Mwanaume wake kupemea ana play hapa anaongeza sauti kidogo. Ili jamaa asikie. Anaenda chooni. Sawa, sasa unaosema unanunua wenye vitambi hawa. Sasa wenye vitambi wamekosa nini? Sasa hao ni mzigo kwa sababu nikizungumzia kitambi maana yake ni unasogea kwenye kibamia. Kwa hiyo kimoja chali. Kwa hiyo hao yani napita nao, yani wajihadhari. Haya wenye ndevu hawa. Hao wasiokuwa na ndevu ndio hivyo tena. Sasa mwanaume nataka uwe na ndevu. Sawa, changamoto ambazo wewe unazipitia kwenye kushuti. Changamoto zangu mimi. Naweza kusema changamoto ni nyingi kwenye kushuti. Yaani sijafahamu kwenye kazi ama kwenye kushuti tu yani. Yaani kazi kiujumla, yani wewe kama wewe changamoto ambazo unazipitia wewe. Changamoto ni nyingi, changamoto zipo lakini pia mafanikio yapo. Kwenye kazi huwezi kosa changamoto zipo. Sometimes unaweza ukakuta unaanza lakini muda mwingine unakwama kulingana na kipato, lakini pia vifaa, umeelewa? Kwa hiyo changamoto zinakuwepo. Sasa una mke? Hapana, bado sina mke. Uko single? Naweza nikasema niko single. Sawa, kweli. Ulipocheka tu najua kabisa hauko single. Maana hapa ugomvi unaweza ukasema niko single lakini kumbe una mtu. Hiyo inakuwa ni private issue kidogo. Ukatuibia siri kidogo. Hapo nikikuibia siri huko naweza nikavuruga mambo. Sawa, bwana yule anaitwa Nyau. Mimi nataka uwape kidogo kionjo ili kuna watu wengine wanajua wakikuona kama hivi wanaona kama sio wewe, lakini ukiwapa kionjo kidogo wanaweza kujua kwamba kweli huyu Nyau. Ni kweli. Au unataka kionjo kidogo? Na mashabiki wanaokutazama wajua kama kweli huyu Nyau. Wewe unataka kionjo kipi ili tuweze kuwainua mashabiki? Ile Panjo alivyokamulia mafuta mpaka akasema amenikamulia mafuta. Pale. Kwa kweli ile ilinitisha hata ingalikuwa wewe usiku unalala unasikia alafu ni Mwarabu unajua Panjo. Kwa namna moja au nyingine moyo umeshtuka. Hivi kwa nini Waarabu wanaogopeka sana kila sehemu? Nisiingie ugomvi na Waarabu ila mimi namuogopa Panjo mwenyewe. Kwamba Waarabu wengine sijajua. Amekamulia mafuta saa 6 za usiku saa 8. Yani kuna mambo yake fulani ukimwangalia kiundani unaona huyu si mtu mzuri. Una gadi. Sasa ikatokea idea ukaweka koti kama koti likikaa hapa kitu chochote hakiwezi kupita. Yani nimejigadi kwamba hata ikitokea asiwe amepata kiurahisi. Kama amepata atumie nguvu kidogo. Mpaka jamani nimembahatisha kazi. Sasa wewe kama ulivyokuwa umelala umejuaje kama jamani akamua mafuta? Kama ndoto tu. Huwa naotesha unajua. Pia na ulinzi wa malaika wa ndani. Anakuamsha tu bwana, hebu amka kuna kitu kinaendelea. Pia si nilizungumzia. Sawa. Bwana mimi nitakutafuta siku nyingine tuongee zaidi. Bwana sijatoa kionjo bado lakini. Sawa, mtoa kwanza hiyo shabiki waweze kutazama. Sawa. Mambo mengi. Okay. Pale kwenye kipande cha mafuta. Ayai. We Panjo wewe. Sasa hapo unafanya nini? Mafuta hayo una mimi na saa 8 za usiku saa hizi unanimiminia mafuta unataka kufanya? Ona alivyokuwa mjanja Panjwani sasa hizi anasema anapaka miguuni. Mafuta hayo unapaka miguuni ulikuwa unataka kupaka kwenye mguu wapi?
Kweli wewe Nyau. Hata mtu akija kuangalia baadaye anajua kweli huyu alikuwa Nyau. Kwa sababu ukivaa vizuri na unajua ukiwa mwigizaji, ukiwa kwenye kazi na ukija ukawa smart kama hivyo mtu anakusahau. Ni kweli, lakini pia mimi naweza kusema na raha kidogo kwenye craft yangu au kwenye appearance ya uigizaji. Hapa mimi naweza kupanda daladala bila mashaka. Panda daladala na mtu niko naye pembeni na ni shabiki yangu mkubwa. Na mara nyingi huwa nakutana na mashabiki fulani namkubali sana, yuko wapi huyu? Sasa wewe hawezi kujua. Yaani wengine wanakujua, yaani wengine mtu akikuangalia tu huyu. Mwingine anafananisha. Sasa bana, kama nakufananisha na mtu fulani, afu mwingine hakujui kabisa. Lakini ni shabiki kindaki wa Nyau. Kitu gani ambacho wewe yani ukikaa hivi uwezi kukisahau maisha yako yote? Yani kitu ambacho unajua kabisa hichi iliniumiza sana, siwezi kukisahau never. Kitu gani? Kitu ambacho kimeniumiza siwezi kukisahau. Wewe kama Nyau unajua kabisa hiki kitu mimi kimeniumiza, sitokaa nisahau. Ni zamani sana, ilikuwa na ndo movie zetu za kwanza tuna chumvi nyingi, ilikuwa ni kama fundi umeme hivi. So unajua ukiwa una shoot nyumbani unataka kupeleka kazi walau wakuone. Nilipelekaga kazi kwenye library fulani na flash yangu. Nikawa nimempa jamaa mmoja, nikamwambia humu kuna kazi zangu, kuna kazi pia tumeshuti, kama utapendezwa basi utazinyonya alafu utawasambazia watu. Yule jamaa akachukua ile flash akaiweka, akawa na play episode ya kwanza, ya pili, akasema sijazipenda hizi, siwezi kuchukua. Niliumia, yani nikasema mbona tumefanya, mbona vizuri tu, mbona mimi naona kama tumefanya vizuri lakini inakuaje? Yani jamaa alikataa kabisa, alikataa. Nikasema okay, one day nafanya kitu kikubwa afu kizuri, wao ndo watanunua kutoka kwangu. Kwa ina maana lile tukio ambalo wewe hutokaa ulisahau kabisa. Niliumia kwenye upande wa sanaa, yani kwenye upande wa kazi zangu za sanaa kikweli niliumia. Yani nikawa naendesha baskeli, yani unajua mkoani naendesha baskeli nafikiria hivi jamani imekuaje? Hata kama kweli kitu hujakipenda basi unazuga fulani tu ili kuweza kumpa moyo yule ambaye anafanya. Lakini alishit kabisa, akasema mimi siwaeleweki hiyo. Yani watu wa hivi siwaeleweki. Kwa hiyo siwezi kunyonya kazi. Niambia sawa. Kwa hilo tukio ndio linakuumiza kweli. Sasa sikiliza. Kwa kumalizia hapo sasa. Huyo jamaa si bado anakufuatilia mpaka leo? Yupo, hapo tena hapo kijijini huko. Nataka umpe ujumbe ili hata akienda kukutana na hii asema kweli jamani nimemtendea ubaya. Yeye mwenyewe ujumbe ashapata muda mrefu sana. Ameshaupata muda mrefu kwa sababu kazi nyingi, manake yeye si ana library. Kwa hiyo kazi nyingi anazo. Kwa hiyo ujumbe ni kwamba kuna makubwa zaidi. Yani awe anawapa moyo watu ambao wanaanza. Kwa sababu sisi mioyo huwa hatupewi na watu tu mashabiki na nini. Lakini pia hata watu wa library nini, hatupati faida kwenye library, lakini tunapenda kuongezeka kwa wale watu wadogo. Kwa anapopewa kitu au mtu anapohitaji support fulani hata kwa mawazo, basi act tu kwamba bana fanya hivi ili kumpa moyo mtu anayepambana. Sawa, huyu anaitwa Nyau kama Nyau, mimi naitwa MC Mido. Hii ni Nasmic Brand TV, kwenye cameraman alikuwa King Hussein.